Yes, kama kawaida, what's up again. Leo tumerudi tena na producer mkubwa, producer ambaye ameamua kudili kabisa na masuala mazima ya mixing. Leo tutakwenda kupiga naye story 2-3 aweze kutupa faida ya masuala mawili matatu yanayohusiana na production. Bana, mimi sina maswali mengi, nitakuwa na maswali 2-3 au 4 ambayo atakwenda kuwasaidia ndugu zangu ambao wanapenda sana kujifunza masuala mazima ya mixing. So kitu gani kikubwa ambacho ulikuwa umehaso sana kwenye production ambacho sasa hivi umekiwini na kitakupa matokeo mazuri pale unapokuwa unafanya mixing? Kikubwa ni sikio na jinsi kuarrange mixing, kuanzia program, software, kujua vocal inahitaji nini na inahitaji nini. Okay. Sasa mtu ili kusudi aweze kulitrain sikio lake liweze kuwa zuri anapokuwa anataka kufanya mixing, ni vitu gani anatakiwa kuzingatia? Kwanza ajue anachokifanya, kwamba hii vocal naichukua natakiwa niweke katika mfumo huu, kuimix iwe hivi, iwe katika mtindo gani. Yaani yeye mwenyewe ku idea yake, kwamba kwanza lazima uwe na idea kwamba hii vocal naenda na ile rekodi natakiwa nifanyaje. Cha kwanza. Yaani hiyo ndio kitu kikubwa. Sasa utulivu wa vocal ya msanii pale kwenye beat unategemea vitu gani sana? Tegemea vitu vingi sana. Cha kwanza pia ni beat. Kisha arrange beat vizuri na kubalance. Basi hata vocal yako itakaa poa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba arrangement mbaya ya muziki inaweza kufanya vocal isikae kwenye beat. Yaani ukisha arrange vitu vibaya, beat kama ina balance, vocal lazima itatoka tu, itatema. Lazima uarrange beat vizuri, zeni beat ikitulia vizuri, vocal inakaa poa. Kwa sasa unazungumzia beat kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa beat. Kuanzia unavyoanza tu wewe kupiga beat. Na pia sound, kuchagua tone zile. Sia ni kitu muhimu sana kwenye beat. Ili kujua hiki hakina kelele, kina kelele. Panning, yani hivyo vitu vingi, ile beat ina nafasi ya kukaa vocal. Okay. Kwa hiyo hapo unataka kuniambia kwamba maproducer inabidi wawe wana good selection ya samples, plugins na kila kitu. Hivyo yani ni muhimu sana. Na unajua pia una mixije hiyo kitu ambacho unachoanza nacho. Sasa kikawaida tunatakiwa tuanze kumixi baada ya kupiga biti au kabla ya kupiga biti, au pale ambako unaanza kupiga biti unatakiwa uanze kuimixi nini biti yako moja kwa moja? Kila mtu anakuwa na style zake za mixing. Kila mtu ana style zake. Kuna mtu anapiga beat hapo ana mixing, kuna mtu anapiga tu frame, anaingiza vocal, baadaye anakuja kumix kila kitu. Kwa hiyo ni mtindo ambao kila mtu amejizoesha. Kwa hiyo hamna limit, ni wewe tu kutokana na mazoea yako. Ambacho wewe mazoea yako na kile ambacho unachokiamini kwa urahisi wa kazi ambapo pale umeanza. Ni kati ya Studio One na Cubase, ipi ambayo inafanya vizuri kwenye vocal? Unajua hizi program ni mtu mwenyewe. Kuna mtu anaweza kusema Cubase anaimaster vizuri. Yaani hiyo naona ni producer mwenyewe sasa. Urahisi wake wa kichwa chake. Kuna wengine wanamalizia kwenye FL kila kitu, vocal mpaka kila kitu. Kuna mwingine kwenye Cubase anafanya kila kitu. Kuna wengine tunazoea tunaenda kwenye FL beat. Sasa tunaenda kwenye Cubase au Studio One kuchukua vocal na kumix. Kwa hiyo haya ni mazoea ya producer sasa. Ambacho kimemgeni kitu gani kwenye program gani. Hiyo ni mtu binafsi sasa, yeye mwenyewe amejiarrange kwenye program gani ambayo anaona kwake ni rahisi kutendea kazi. Okay, kwa mfano sasa leo labda mimi nikakuuliza nikasema siri namba 1 ya kuweza kufanya mixing nzuri na kali, na yani moja tu, unaweza kutuambia ni kitu gani? Siri. Yaani siri mixing ni upana sana. Mixing ipo ni upana mwingi. Mimi naamini siri ni ubunifu wako mwenyewe. Ubunifu wako na
kujua unachokifanya. Yaani katika mix lazima ujue unachokifanya. So ufanye kwa mazoea kwamba watu wanatua na rekodi na kumix. Kumix ni umbo ambalo wewe umelitengeneza mwenyewe. Yaani ni umbo ambalo wewe umelitengeneza mwenyewe ili ulifanikisha litoke vile ambavyo wewe unavyotaka. Hiyo ni umbo ambalo wewe mwenyewe ndo unalitengeneza, sio mtu mwingine. Maana unaweza ukafanya kitu ambacho amefanya mwingine na usipate hicho kitu. Kwa hiyo niseme ni kama picha ambayo unaipicha kwenye akili yako afu unaileta katika uhalisia sasa. Ndio maana hiyo mixing. Na pia kujua zile rules za hivyo compressive vocal, EQ vocal. Yaani hivyo vitu ambavyo lazima uvijue. Nyimbo moja ukiwa na mix unaweza ukachukua muda gani hadi kuimaliza? Hiyo ni mood sasa ya producer. Ila nyimbo unaweza kukangalia masaa 2 matatu mnamaliza kazi. Masaa 2-3 unaweza kumaliza. Maliza kazi. Sasa ni mazoea ya bida, kila producer ana mazoea yake. Kwa hiyo unapokuwa una mix, labda changamoto kubwa sana waga unakutana nayo kwa sehemu gani? Mixing labda niseme labda msanii tu. Msanii ameniangusha lakini anapenda muziki, hajaimba vile inavyotakiwa, ni kumpanga tu sana. Hiyo labda ndio changamoto. Ila vingine vyote ni vitu ambavyo vinajulikana tu. Okay, ushauri sasa kwa vijana ambao wanapenda production, wanatamani kufika mlipofika nyinyi, kaka zetu wanatamani kufanya production nzuri. Wewe ushauri kwa maproducer upcoming ambao wana ndoto za kuja kuwa maproducer kubwa, ambao wanaweza kuja kufanya kazi na wasanii wakubwa na kutoa kazi ambazo zenye standard na mixing ambazo zilizonyoka. Wewe kama mtu ambaye tayari ushafika huko na wanajua changamoto nyingi, ushapitiaga huko, ungewashauri nini wadogo zako? Ushauri wa kwanza ni kujifunza. Yaani lazima upate elimu ya knowledge ya production. Production ina upana mkubwa kweli. Yaani lazima ujue kila kitu ambacho unachotakiwa kufanya. Program sana. Yes. Lazima ujifunze kweli. Na uangalie na ushauri watu wengine. Yes. Ujitahidi kujifunza usiku na mchana. Yaani ukishajifunza usiku na mchana, naamini ndoto yako lazima itimie. Sababu muziki mpana kweli. Okay. Darasa la mixing ni kubwa la kila siku, yani la kujifunza kila siku. Kwa hiyo usibweteke kwamba umejua vitu fulani ukakaa unafanya hivyo. Lazima ujifunze kila kitu, ujue ile basic na kuongeza kila siku ujuzi. Hapo utafika mbali. Okay bana, tunashukuru kwa time yako. Ndugu zangu wa YouTube watakuwa wamesikia ushauri wako. Hope amemsikia kaka yetu bana. Huyu ni producer mkubwa wa mixing, sisi tunamtegemea hapa katika kitongoji chetu hichi hapa, na ameshafanya kazi nyingi sana, lakini pia ni producer mzuri katika masuala mazima ya gospel. Okay, kama kwa mtakuwa mnahitaji kuja kuonana naye kwa ushauri zaidi, yes, mnaweza mkacomment hapo chini. Mkaja, ofisi zipo hapa Kimara, tukaonana tukapiga story, tukashauriana mambo mengi ya production. Mimi si Azale bana, nawapenda sana, niwaone katika video inayofuata. Bye bye.